Karibu tena kwenye segment nyingine ya The Lulu Lens. The Lulu Lens tupo kuletea watu mbalimbali katika channel yetu waweze kufahamu ni nini kinachoendelea kwenye maisha ya kawaida, na sisi kama The Lulu Lens tuna wajibu wa kukuletea watu ambao wanaonyesha real impact kwenye jamii katika mazingira tofauti ya ufugaji, ukulima, chakula, usafirishaji, michezo, mambo mengi yanayofanana na hayo. Karibu sana, na leo tupo na mgeni wetu maalum sana, atajitambulisha hapo baadaye kwa jina lake na nini anafanya, kwa sababu tunataka kuongelea leo ishu kubwa, ni ishu ya chakula. Sasa kwenye ishu ya chakula kuna mambo gani? Kuna mambo mengi. Leo mgeni wetu ana kitu gani? Kwa hiyo naomba nimkaribishe sana mgeni wetu aweze kutuambia kitu gani ametuletea leo kwenye The Lulu Lens ambacho ana share uzoefu na watu tulionao. Karibu sana. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Anna Minja, ni mtaalamu wa chakula na lishe. Ninafanya kazi na shirika linaitwa Lishe Lab. Hili ni shirika lisilo la kiserikali, linafanya kazi zake ndani ya Tanzania na tunagusa nyanda au sekta mbalimbali kwa upande wa chakula. Tunafanya kazi kwenye mifumo ya chakula kuanzia uzalishaji mpaka kwenye ulaji. Okay. Nashukuru sana Anna kwa introduction fupi. Ninatamani kufahamu zaidi ili kuwaje mpaka ikaanza Lishe Lab. Yaani sawa, umetuambia ni mtaalamu wa chakula. Kwa nini Lishe Lab na kwa nini leo Lishe Lab? Lishe Lab ilianza, kulikuwa na kundi la wakereketwa 5 ambao walikaa wakaiona mifumo yetu ya chakula namna inavyofanya kazi, inafanya ikiwa so disintegrated, yani ikiwa inafanya tunasema they work in silos, mmoja. Lakini ukiwa unaangalia kwa jicho la ndani zaidi unagundua kwamba kila kitu kinategemeana. Kwa hiyo tukiweza kufanya kazi kwenye ule mfumo wote wa chakula, ina maana tutahakikisha kwamba kila impact ambayo inaenda huku ina maana imetoka huku, inayoenda huku imetoka huku. Kwa hiyo hawa watu 5 hao wakakaa wakaona waanzishe taasisi hii ya Lishe Lab ambayo sasa inafanya kazi kwenye na mamalishe na wakulima na walaji na wanafunzi wa shule, ikigusa chakula, ikigusa lishe ya watoto, ikigusa usalama wa chakula, ikigusa usafi, ikigusa uongezaji wa thamani, kitu wa masuala ya food systems. Kwa nini wao? Hebu tuambie. Hawa wakereketwa bwana wametoka, kama tulivyosema, wametoka sehemu mbalimbali za Tanzania. Kuna waliotoka kanda ya kati, kuna waliotoka kusini, upande wa kusini, kuna waliotoka mashariki, kuna waliotoka Ruvuma kule chini kabisa ndo kusini Yes. Kuna nyanda za juu kusini, alafu kuna kusini. Yes. Sasa hawa kila mtu kwenye sekta yake aliona jinsi gani huu upande wa mfumo wa chakula umeathirika, na tukaona kwamba tukija kwa pamoja, kila mtu kwa uwezo wake na kwenye sekta yake, tukatengeneza hichi kitu, tutakuwa na impact kubwa sana. Kwa sababu kwenye hawa waanzilishi, kama nilivyosema, mimi ni mtaalamu wa chakula na lishe. Tuna mtaalamu wa elimu ya msingi ambayo yuko kwenye mitaala ya elimu ya shule ya msingi. Okay. Na tunafahamu jinsi gani watoto wa shule za msingi wanavyopambana na upande wa lishe za watoto. Lakini pia tuna mtaalamu wa data, upande wa monitoring and evaluation. Yeye anakutana na hizo data kila siku, anaona jinsi gani takwimu zinaonyesha udumavu kiasi gani, vitamin A deficiency kiasi gani, utapiamlo kiasi gani, lakini pia usafi na usalama wa chakula kiasi gani, vyakula vingapi vimekatazwa kuingia nchini kwa sababu havijafikia viwango. Kwa hiyo yeye yuko kwenye data, kila siku anakutana na hizo data, akasema yani kwa takwimu hizi ninaweza kukutana nazo kila siku. Mambo ni moto. Sasa labda tuna mtaalamu wa elimu ya juu. Okay. Daktari kwenye chuo fulani. Yani akasema huko chuoni kwake akiangalia jinsi wanafunzi wanavyo struggle na kupata chakula salama,
akasema hapana, tuungane tuwe wote. Akatuambia kwamba huko chuo kina wanafunzi zaidi ya 15,000, lakini unaangalia kwamba mgahawa ule wa chuo unahudumia wanafunzi chini ya 2,000. Kwa hiyo wanafunzi zaidi ya 13,000 wanakula huko kwa mamalishe mbalimbali, ambao hao mamalishe hawajajengewa uwezo wa namna ya kuandaa chakula safi, chakula salama, chakula chenye virutubisho ambacho kinawafaa wanafunzi. Kwa hiyo unakuta wanafunzi wanakula tu chips kila siku. Okay. Yes.